iko wazi. Usidanganyike mpendwa, Biblia iko wazi. Maandiko matakatifu, Biblia, neno la Mungu, katika Timotheo wa kwanza sura 4 andiko la 8, neno la Mungu liko wazi. Acha nikuambie mpendwa, unaweza jidanganya na kujikaza kufanya mazoezi ya mwili. Unaweza jikaza kufanya mazoezi kusudi upate nguvu za mwili. Unaweza jikaza uamke kila siku asubuhi na kukimbia barabarani. Lengo si mbili, ni moja, uwe na nguvu za mwili. Unaweza amka kila siku asubuhi mapema na kufanya mazoezi ya kutumia maji, labda lita 1, 2, 3 au 4 kwa wengine. Sio vibaya na sio makosa, lakini haya yote ni mazoezi ya mwili ambayo ina mipaka. Ni mazoezi ya mwili ambayo ina mwisho. Ni mazoezi ya mwili ambayo haifai chochote kuhusu ufalme wa mbinguni. Maandiko matakatifu katika Timotheo wa kwanza sura 4 andiko lile la 8, neno la Bwana linasema kujizoeza ama kufanya mazoezi ya kimwili kuna faida ambayo ina mipaka. Kuna faida ambayo ina mwisho. Kuna faida ambayo ina nafasi inaweza potea na kukosekana. Lakini kutembea pamoja na Bwana, kuambatana pamoja na Kristo, kuna faida kubwa, maana inalipa katika maisha ya sasa na inalipa pia katika maisha ya baadaye. Mpendwa katika Kristo, ningelitaka unisikilize vizuri, kwa sababu neno hili limewahusu watu wengi sana. Ukiamka asubuhi mapema kila siku ya Jumapili hasa, utawakuta wababa, wamama, vijana na wasichana wametembea barabarani, wengine kwa kutembea, wengine kwa kukimbia, wengine kwa michezo mbalimbali. Haya yote inalenga kitu kimoja, nguvu za mwilini, inalenga kuwa na uwezo wa kimwili. Lakini mwandishi wa barua ya Timotheo katika sura zile zake za 4 anasema unapojizoeza sio makosa, lakini jua ya kwamba yale mazoezi yana muda na yana limite, yana mipaka. Lakini kutembea na Kristo katika utawa, katika utakaso, katika kujitenga na dhambi, katika kujitenga na mabaya, inasema inalipa katika maisha ya sasa na inalipa katika maisha ya baadaye. Mpendwa katika Kristo, kuna vitu vingine usivifanye kwa kawaida tu. Kuna vitu vingine usivifanye kwa sababu fulani amefaa, kwa sababu fulani ametenda hili, kwa sababu fulani naye amekimbia barabarani, acha na mimi nikimbie. Andiko linasema yale yote ni mazoezi ya mwili tu ambayo haina faida na ina mipaka yake kwa ulimwengu tu. Lakini unakamata maisha yako na kuiweka mikono ya Kristo na kumwambia Yesu, wewe njoo unakuwa Bwana na Mwokozi, wewe njoo unakuwa yote ndani ya yote na katika yote katika maisha yangu. Biblia inasema utalipwa ukiwa hapa chini ya jua, na maisha yako ya baadaye utakuwa umeitunza na kuitayarisha vizuri. Mpendwa, kimbia barabarani, fanya mazoezi ya kutumia chakula sijue mara moja kwa juma, fanya mazoezi ya kunywa maji asubuhi sijue mara mingi ama mara pili magharibi, fanya mazoezi sijue ya kutumia hiki na kile. Lakini nataka kuambia ile yote haitakusaidia chochote ikiwa bado Kristo hajatawala maisha. Maana zile nguvu za mwili ambazo unazo hazitakusaidia ili uweze kushinda dhambi. Ndio maana wengi walio na nguvu za mwili wanatembea nazo na dhambi na wakokota na kuwavamia ovyo, na wanafanana kama watu wasio na akili, ijapokuwa wana nguvu za mwilini. Mpendwa katika Kristo,
mazoezi gani njo unafanyaka. Kuna wengine wanafanya mazoezi ya nyimbo, kuna wengine wanafanya mazoezi ya kandanda, kuna wengine wanafanya mazoezi ya shamba, kuna wengine wanafanya mazoezi, lakini yale mazoezi yote, mazoezi ya ulimwengu ina mipaka, na ile mipaka, mpendwa katika Kristo, haitakusaidia chochote. Kinachostahili katika maisha yako, tafuta Bwana, ambatana na Bwana siku zote, jitenge na dhambi, furahia Mungu, musikilize Mungu na uishi sawasawa vile anavyotaka. Maisha yako ya sasa utalipwa na maisha ya baadaye utalipwa. Bwana akubariki. Bwana akujalie neema yake, uelewe neno hili. Nasema vizuri, ni Timotheo wa kwanza sura 4 andiko lake la 8. Mungu akubariki. Amen.